Bwana, mambo vipi? Karibu sana katika kipindi za moto moto zilizobamba huko na kule katika pande zote za dunia, kusini, mashariki, magharibi na kaskazini. Bwana, kwa majina anaitwa Hekima Shukuru Mpenzu. Leo nipo na moja kati ya wasanii wakubwa kweli kweli kutoka katika chuo cha sanaa na utamaduni Bagamoyo, yaani Tasuba. Na huyu na mahojiano ya wasanii wa hapa Tasuba. Atatuambia background yake, yeye ni nani na alianza vipi katika sanaa yake mpaka kufikia hapo, na mafanikio gani ameyapata na hasara gani amezipata. Bwana, mambo vipi? Poa ndugu yangu. Fresh kabisa. Sawa. Uko poa? Sawa kabisa. Bwana, mashabiki zako wanatamani kujua background yako kidogo ya sanaa, ulianza vipi? Kwanza kwa majina naitwa ni Wizard Comedy, ni social media. Lakini jina ambalo ni maarufu wananiita ni Juma Empire. Jina ambalo nilitoa na wazazi. Okay. Lakini mimi ni mwana sanaa ambaye anahusika na masuala ya comedy. Okay, yani sanaa yako ni mchekeshaji. Mchekeshaji, masuala ya kesho. Yani hata bibi yako akiwa amekasirika jinsi gani naweza nikamchekesha. Naweza nikamchekesha. Lakini mimi unapozungumzia swala la kwamba kwanza masuala ya sanaa, mimi masuala ya sanaa nimeanza muda kidogo. Sasa hivi nimepita kama miaka 20 na sasa nilipokuwa naanza nilikutana na kwanza na changamoto nyingi sana kwenye jamii ambayo inanizunguka. Mara unaambiwa kwamba huyu jamaa ashakuwa mlevi, mara ashakuwa mwizi, kwa sababu ukiwa unafanya sanaa ukiwa unaanza lazima kwanza watu wakwambie kwamba huyu jamaa ashaanza kwa maneno. Siku ya kwanza mimi kuanza kufanya hii sanaa yangu ya masuala ya kuchekesha, nilianza kuwachekesha walevi. Nilienda kilabuni, nikanunua kikombe chao kimoja cha pombe, nikaingia pale kwa wazee wangu. Na neno moja ambalo nilienda pale kulizungumza kwa kwa wazee. Na kichekesho ngoja niliwaambiaje? Kwanza nilienda kama naenda kutafuta hoja. Nikasemaje? Unajua yani ile kwa mfano kama nilijaribu kama wanafunzi, kwa mfano mwanafunzi ameenda shuleni, akamkuta yule mwalimu kali kabisa. Si unakumbuka mwanangu kipindi unasoma shule hata wewe? Nakumbuka wale walimu wakali wale. Sasa hiyo siku mwanangu nikawa nawauliza wazee kwamba hivi kwa mfano mzee baba kwamba umechelewa shuleni sasa. Ukamkuta yule mwalimu kali amekaa mlangoni, akwambia kwamba wewe Mr. Mpenzu, umesema Mpenzu? Mr. Mpenzu, hebu jitetee. Lakini mimi aliponiambia kwamba hebu, wakanipa hoja moja sana ambayo ilishawishi hadi niendelee kufanya hii sanaa ya uigizaji na masuala ya vichekesho. Nilisema kwamba mimi nikichelewa naweza nikasema kwamba mwalimu, nimechelewa shuleni kwa sababu pale nyumbani ninapoishi kuna mpangaji wa kiume anaishi na mke wake. Sasa kipindi naamka asubuhi niliambiwa nilipoamka nikachukua maji ya kuoga. Nilipokuchukua maji ya kuoga nikasikia mke wa mpangaji anasemaje, mume wangu ukiendelea kunipiga nagawa kwa wapangaji wote. Unajua wale wazee walipocheka, kwanza kuna mwingine alijiuliza kwamba anagawa nini? Ndugu mtazamaji, utatuambia kwenye comment kwamba anagawa nini. Okay, nikaendelea. Okay, Juma, asante sana. Nafikiri umesikia mwanzo wake, chanzo chake mpaka kufikia hapo alipo. Juma, unaelewa nini kuhusu Blandi? Kuhusu Blandi? Kama wewe kama msanii unaelewa nini kuhusu Blandi? Kuhusu Blandi sasa, swala la Blandi. Yaani Blandi ni nini? uweze kuelewa jinsi watu wanavyotaka na kitu gani hawataki. Kwa sababu unaweza ukaenda kwa mfano ukaenda kuchekesha katika kabila fulani la watu. Kwa mfano nikaja kwenu kule Mbeya kwa Wasafi. Nikawaambiaje? Hivi ushaje kumuona mtu mwenye pua kama filimbi? Ndio kama wewe unajiona ulivyo.
Yaani mtu ambaye hajui utani anaweza akasema kwamba huyu jamaa ananiambia au anafanya comedy. Ila wale ambao hajui jinsi ya kuishi na wasanii anaweza akasema kwamba huyu jamaa amekuja kututukana. Na hizo nimekutana nazo sana. Unakuta mwanangu na nani unaenda kufanya comedy, unafanya content creators hizi za mtandaoni hizi, unafanya kitu unatukanwa. Hiyo si unaambiwa kwa baba mara unakuta unarusha makopo jukwani, hiyo ishakuta labda mara nyingi sana ishanikuta mara. Na Juma, una umaarufu una faida gani kwako? Umaarufu unamjengea nini kwa maisha yako, kazi yako sanaa, umaarufu? Swala la umaarufu katika sanaa ina faida nyingi sana. Kwanza linakusaidia kukuza uchumi wako, kwa sababu kama ushakuwa maarufu katika hizi social media, kwa mfano kama mimi hapa duniani sasa hivi, yani ishakuwa, yani jina ishatambuliwa, kwa sababu unakuta yani sio kitamba, yani kuwa yani umetumia neno brand, yani ukishakuwa maarufu, hata ile nani washabiki wanapokufuatia sana kwenye hizi social media, inakuwa hizi kupata kipato. Lakini ukiwa unafanya sanaa yako, unakuwa unafanya secret, vile vitu vinakuwa very complex, kwa sababu ili kitu kiende vizuri katika jamii unayofanya lazima uwe maarufu ili kipato kiweze kufanya kuongezeka. Ndio maana ukiangalia wasanii wanaoanza, yani tunasema wasanii chipukizi. Ndio maana unakuta anafanya sanaa yake, lakini yani anajua kufanya sanaa yake, lakini sasa kama bado hajakuwa maarufu, hawezi kunani kutrend sana katika social ambayo katika jamii yetu. Juma, nafikiri umemsikia Juma, huyo ni mmoja kati ya wasanii wa vichekesho hapa Tanzania na ni mmoja kati ya wasanii ambao wamekwenda viral sana. Na bado tunaendelea, ndugu mtazamaji na mpenzi msikilizaji, tunaendelea kuishia hapo. Juma, unaizungumziaje mitandao ya kijamii kwa sasa? Mitandao ya kijamii naizungumzia, yani kwangu mimi naizungumzia mitandao ya kijamii kwa sababu kwanza mimi hapa naishi kwa kutegemea mitandao ya kijamii.